Wewe naye sasa hivi umekuwa mzembe kweli kweli. Unachelewa kuamka, kwenda chuo unachelewa. Umepatwa na nini we mtoto? Eti sasa una changamoto gani? Hapana mama, yani nimepitiwa tu. Wewe unapitiwa sasa hivi kila siku? Ndio kupitiwa kila siku. Leo sasa siku ya 6 sasa. Basi mama, ni mwisho leo. Ngoja tu hapa nile chai haraka niwahi kwenda. Haya, kunywa haraka wahi kuondoka hapa. Babako ataje kukuta hapa. Sikukuta hapa tena hapa. Itakuwa kesi nyingine. Watoto ukiwachekea wanaweza kukubadilikia sasa hivi hao. Sasa ngoja sasa nione nianze kumkomalia ayo na chuo. Huu ujinga mimi ukuwa anachelewa hivi sipendi kabisa, sitaki kabisa haribike mimi mtoto huyu. Na mimi naye sasa leo sijui nianze na kazi gani leo hapa. Ngoja nikadeki kwanza. Kaka leo umechelewa kutoka chuoni? Nilikuwa na jamaa yangu yule. Unajua jamaa yangu Mswahili akasema sijui nimsindikize na nilikule mpaka tumechelewa yani. Umemsindikiza kwani wapi yeye? Usikute mlienda tena kukimbiza mapikipiki yenu kule mtaani kwao kule. Mimi toka tu nianguka siku zile mimi ndo sitaki tena yani. Ni yeye tu alikuwa anaendesha peke yake, mimi nilikuwa nimesimama zangu pembeni pale. Ni kweli nimemsindikiza huko lakini mimi niliogopa. Utajijua ipo siku utarudi hapo umetenguka kabisa masikio yote. Shauri yako. Afu nimekumbuka kitu. Yaani kuna kitu baba ashakuniambia au wewe hajakukwambia? Kitu gani hicho? Mbona nitisha kitu gani kwambia? Yaani sisi tuna mkubwa wetu wa kike, sema inasadikika alipoteaga akiwa bado mdogo na sisi hatujazaliwa. Usiniambie kweli. Na siku nyingi sana sijaje kijijini kwetu. Leo nimefurahi sana mwanangu. Afu na hilo daraja mwanangu lilishaboreshwa. Limekuwa zuri. Ndio hivyo mwamba, lazima maendeleo yawepo. Ukitoka sehemu karudi unakuta mambo yamebadilika. Hiyo kawaida kwa dunia ya leo. Sema nini mwamba? Ngoja tujivute basi tuingie maskani. Tunajua tumekaa muda mrefu huku. Tujisogeze twende nyumbani. Sema kweli mwamba. Ngoja tuingie zetu. Sema wewe naye mwanangu unapenda kuvaa heshimiwa sana yani. Huwezi ukalipuka pamba kama mimi hivi. Amna mwanangu, sinajua nishazoea mazingira hata pale kazini pale. Ndio hivyo, baada ya kupata kazi nimebadilisha kabisa hadi muonekano ili naendelee na hadhi za ofisi. Mbona umeniita ukasema kuna kikao cha bodi? Umeshaita wafanyakazi wote. Mbona tuko wawili sasa hapa? Kuna dharura gani umenitia? Ni kweli bosi, lakini samani kwa kutokuweza kukwambia ukweli kabisa uwazi, ila nilikuwa tuna kikao cha mimi na wewe peke yako tuongelee kuhusu mambo ya kampuni. Nakuamini sana mfanyakazi wangu bora kabisa. Nakuamini sana ndio maana nimefanya juu chini kuweza kukupatia nafasi hii kuwa mtu wa pili katika kampuni hii nikitoka mimi, kwa sababu una usimamizi mzuri sana. Asante sana bosi wangu, ila mheshimiwa, yani sasa hivi utendaji wa kazi hapa ofisini umekuwa kidogo sio mzuri. Yani biashara haiendi sawa. Mambo kidogo yameyumba. Imeyumbaje? Halikuwa mikataba yote ya kampuni iko sawa, ushirika wote tulionao uko sawa, nono zinafanya vizuri, shida iko wapi? Unajua bosi, kampuni ni wewe. Yani hata kama umenitoa mimi kuwa msaidizi, lakini bado ninakuhitaji wewe. Upatikanaji wako sasa hivi umekuwa kidogo ni wa shida sana. Kwa hata pale tunapokuwa tunakuhitaji kwenye finishing ya mikataba unakuwa haupatikani. Tajiri, karibu sana tajiri. Karibu sana, nikuhudumie nini bosi wangu?
Aha, uko safi kijana. Sasa nahitaji huduma za VIP. So mimi mwenyewe nipo VIP fulani hivi, si unaona? Hiyo sijali. Mbona hapa umefika? Ulikuwa umechelewa kuja bosi wangu. Hapa utajutia kabisa yani. Karibu sana tajiri, tupo ukae pale nini nikuhudumie wewe enjoy yule raha za duniani mzee. Mama, kuna kitu kaka jana liniambia. Naomba uniambie ukweli. Kitu gani hicho? Alichokwambia ambacho nataka upate ukweli, kitu gani? Sasa nikikuuliza sasa usikasirike, maana wewe unapenda kukasirika kweli. Haya, uliza haraka haraka sasa, unaanza kunipandisha sasa hata hasira zangu. Uliza. Kaka aliniambia kwamba kuna mkubwa wetu yupo. Yupo wapi? Wewe kila unachoambiwa tu unakubali. Unachoambiwa unakubali. Kitu gani hicho ambacho unaniambia sasa hivi hapa? Karibu basi nyumbani kwangu, unapaonaje? Pazuri. Uko vizuri sana, uko fresh. Sema anaogopa ukuta hapa kuna mtu ambaye unaishi naye nini. Wewe usiogope, mimi nakaa peke yangu bana, unakuwa na mawenge. Lazima niogope. Si unajua tena hapa mjini. Usije kabadilishiwa mambo fulani akawa tena majanga. Kwa hiyo nikakuandalia nini? Chochote tu fresh, mimi napita nacho, hata usiogope. Si unajua mimi wa kiume. Kama kawaida tunaona masa tatika tena nigombeza. Kuja nimechelewa, kurudi nachelewa tena. Nimekaa wewe kwenye benchi, hadi nimechoka. Ngoja tu nisimame tu nisubiri hadi zije. Ila sema wale jamaa nitawafuatilia, hadi nitajua tu michezo yao wanayocheza na yule binti. Bana, wananiita Afande Joel kwenye season yako pendwa kabisa ya Bampala. Yes, ikiwa ndo mara yako ya kwanza unatembelea ukurasa huu wa Tiche TV, tafadhali jiunge nasi kwa kusubscribe kuwa unapata burudani zetu kila tunapokuwa tuna upload episode zetu. Jiunge nasi, hautojutia kabisa kuwa wa kwanza kupata episode zetu tunapokuwa tuna upload. Ukisha subscribe utakuwa unakuwa na kwanza kabisa kupata season zetu. Bana, hii ni Tiche TV. Subscribe, usiache kusubscribe.